the size. Kwa majina naitwa Ibrahim Salum Mtwela, nikiwa kama ICT specialist, nikiwa kama mtaalamu wa ICT kutoka Smart ICT Hub. Leo nimewaletea mada inazungumziwa vizazi vya kompyuta. Kompyuta nayo ina vizazi vyake, kwa maana computer generation katika mageuzi katika teknolojia. Sasa tukaangalia hiyo historia ya kompyuta ipo vipi, au hivyo vizazi vya kompyuta ipo vipi. Tunaona kwamba hapa tuna first generation, kizazi cha kwanza cha kompyuta. First generation ambacho kilianzishwa mwaka 1940 mpaka mwaka 1956. Kompyuta za kipindi hiki ndizo za mwanzo kabisa katika historia ya teknolojia ya kompyuta. Zilitumia teknolojia ya vacuum tube kama sehemu kuu ya kufanya kazi za kielektroniki. Hizi nazo kompyuta zilikuwa zina sifa gani? Tukiangalia hapa tunaona kwamba hizi sifa kuu za kompyuta za kizazi cha kwanza zilitumia vacuum tube. Hizi zilikuwa kama transistor kubwa zilizotumika kudhibiti umeme na kuendesha data. Vile vile hizi kompyuta zilikuwa zinatoa joto sana. Na mara nyingi ziliharibika haraka kwa sababu zilikuwa zina overheat. Chombo chochote cha umeme kikiwa kinazalisha umeme mwingi kina overheat, kuna uwezekano mkubwa wa vitu kufa kama vile capacitor, transistor. Kuna uwezo mkubwa sana wa kufa katika motherboard. Tunaona vile vile hizi kompyuta zilitumia mashine kubwa sana, zilikuwa kubwa kama chumba kizima. Yaani kompyuta moja ilikuwa na uwezo wa kubeba chumba kizima. Kama tunaona hii picha yetu upande wa kulia hapa, kompyuta moja ilikuwa ina uwezo wa kuchukua chumba kizima. Vile vile zilitumia umeme mwingi sana kwa sababu ya vacuum tube zilihitaji umeme mwingi na kuzalisha joto kubwa sana. Kwa maana kompyuta za chogo zilikuwa zinakula umeme mwingi sana kutokana na format yake, zina mfumo wa vacuum tube. Kwa maana hata unapofungua kama fundi na ndio ufungue kwa makini, kwa sababu zile zinazalisha umeme mwingi. Kwa hiyo unafanya matengenezo unatakiwa ufungue kwa makini usije ukapigwa shoti. Na vile vile zilikuwa na kasi ndogo sana. Hiki kizazi cha kompyuta hiki kilikuwa na kasi ndogo sana, ilibidi kutumia machine language, binary code kwa 0 and 1. Kwa maana 0 and 1 inatumika kwenye switch on and switch off. Leo hii ukikutana na device yoyote au sehemu yoyote kuna 0 and 1, imechorwa labda 0 alafu katikati kuna 1, hiyo inamaanisha ni button ya switch and off. Muda wa kutekeleza amri ulikuwa ni mrefu sana kulinganisha na kompyuta za sasa. Ina maana gani? Kwamba leo hii ukibonyeza moja au ukibonyeza A kwenye keyboard yako, basi ilikuwa inachukua muda mrefu sana kutambua kwamba hapa kitu gani kimebonyezwa, au kutambua data gani imeingizwa ili itoe information, itoe taarifa kwamba hapa kilichobonyezwa ni kitu fulani, tofauti na kompyuta za sasa hivi. Vile vile zilikuwa zinatumia magnetic drums kama memory, na kukua na RAM. Kompyuta hizi zilikuwa hazina uwezo wa kubeba RAM au hard disk kama kompyuta za kisasa. Na matumizi makubwa zilitumika katika taasisi za kijeshi, taasisi za utafiti na mashirika makubwa ya kiserikali. Tunaona katika mazingira hayo. Baada ya kizazi hiki kuna kitu gani kilikuja? Tunaona kumbe kuna second generation kama tunavyoona picha yetu hapa upande wa kulia, kwamba kizazi cha pili cha computer second generation kilianzishwa mwaka 1956 mpaka mwaka 1960. 60s inaenda hadi kwenye 63. Sifa kuu hizi kumbe zilikuwa zinatumia teknolojia ya transistor badala ya vacuum tube ndogo, na ilikuwa na haraka na hazipati joto sana kama zile za mwanzo. Vile zilikuwa zinatumia magnetic core memory. Hizi zilikuwa zinatumia magnetic core memory kuhifadhi data. Vile zilitumia high level programming language. Hizi zilikuwa zinatumia high programming language. Kwa wale waliosoma programming wanaelewa programming language ni zipi ambazo zinazungumziwa hapo. Vile vile zilikuwa ndogo kuliko za kwanza, lakini bado zilihitaji chupa kizima, kwa sababu unaiona hapa ni ndogo, lakini ili ifanye kazi basi ilikuwa kuna mitambo mikubwa ambayo ina support katika hii kufanya kazi. Vile vile tunaona zilitumika katika biashara, utafiti na elimu. Hiyo ni generation ya pili, tunaona ilipitia katika mazingira hayo. Kizazi cha tatu ilikuwaje? Kwa sababu kompyuta ina vizazi vitano. Hiki ni kizazi cha tatu. Kizazi cha tatu second generation ilianzishwa mwaka 1960s. 60s inaenda mpaka 64. Mwaka 1970s mpaka inaenda mpaka 71. Sifa kuu zilitumia integrated circuit, chipu zenye maelfu ya transistor, zilipunguza ukubwa kwa kiasi kikubwa. Tunaona hapa muonekano wake umepunguza ukubwa kwa kiasi
kubwa sana, zilikuwa na storage kubwa na speed kubwa zaidi. Vile vile kompyuta hizi ndio zilikuwa zimeanza kutumia nini, operating system. Tukizungumzia operating system, kwa mara ya kwanza zilianza kutumia hizi kompyuta kizazi cha 3. Operating system tunazungumzia zile nini, Windows kama Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 kwa sasa hivi, lakini zamani kulikuwa na Windows Vista na Windows zingine huko ambazo za nyuma kabisa huko, ambazo wengine hatukuwahi kuzitumia, tunapata tu kwenye historia. Vile vile zilianza kutumika katika ofisi, benki na sekta za biashara. Kompyuta hizi ndio zilianza kutumika katika ofisi na sekta za biashara. Kompyuta za mwanzo tunaona zilikuwa zinatumika katika mazingira ya jeshi, mazingira ya kitafiti, lakini baada ya kizazi cha 3, baada ya kufanya modification, tukaona zinakaanza kutumika katika mazingira ya kibenki na kiofisi. Sasa baada ya kizazi cha 3 tunaona kumbe kuna kizazi cha 4, ambapo wewe hii sura sio ngeni sana machoni mwako, hii picha upande wa kulia huko sio picha ngeni sana. Hiki ni kizazi cha 4. Kizazi cha 4, first generation. Kompyuta ilianza mwaka 1970 na maana mpaka 71, na mwaka 1980 mpaka mwaka 1980 mpaka present, na maana hii inaendelea 80 mpaka present. Hizi sifa kuu za kutumia microprocessor, chip moja yenye maelfu ya integrated circuit, kwamba chip moja ilikuwa na uwezo wa kubeba integrated circuit nyingi, kwamba switch moja ilikuwa na uwezo kuact kama switch, chip moja ilikuwa na uwezo kuact kama processor. Tunaona katika kizazi hiki zilianza kuwa personal computer, kwamba kompyuta ya mwanzo ilikuwa hizi ziweze kufanya kazi inahitaji mtu zaidi ya mmoja kwenye kusupport, lakini ndio hii kuna kompyuta moja inawezekana na mtu kufanyia kazi mtu mmoja, ndio maana zinaitwa nini, personal computer. Vile vile zilitumia graphics user interface. Tukizungumza graphics user interface ni kile kitendo cha wewe kuinteract na kompyuta yako. Unaona kama mimi hapa nikitaka kwenda juu kushoto, kwenda juu kulia, naenda, hii ni kuinteract, na maana naona zile movement zote, kwa maana kunaitwa nini, graphical user interface. Na ndio maana hizi zimeanza kutumia Windows, na maana Windows ni graphical user interface, ni friendly user kwa mtu yote ana uwezo wa kuitumia, tofauti na programu zingine za Windows au language. Mfano Linux sio friendly user kwa sababu hazina interaction, zinahitaji command tu ili kufanya kazi nayo. Vile vile storage device kama hard disk ziliboreshwa kutokana na kizazi hiki. Vile vile network na communication zilianza kutumika katika kizazi hiki cha 4. Sasa baada ya kizazi cha 4 tunaenda kwenye kizazi cha mwisho ambacho ni kizazi cha 5. Vile vile hii picha sio ngeni machoni mwako. Kizazi cha 5 kilianzishwa mwaka 1980 mpaka present, mpaka beyond. Tukizungumzia beyond tunazungumzia present, tunazungumzia future, kwamba sifa kuu za kompyuta hii zimeanza kujikita kwenye artificial intelligence, AI, machine learning. Tunaona sasa hivi machine learning zinakuja kwa speed sana, artificial intelligence, akili bandia zinakuja kwa kasi sana. Hiki ni kizazi cha 5 ambacho ni present na beyond, ndio zitumia microprocessors zenye nguvu kubwa sana, zina uwezo wa kutambua voice. Mfano unaweza ukaongea hapa ikatambua hii ni sauti ya nani. Ndio maana sasa hivi hata issue za upelelezi zimekuwa rahisi sana kutokana na mifumo ya teknolojia na kutumia akili bandia. Wewe ni expert system, kuna kukagua mifumo ni rahisi sana. Hiyo zimeunganishwa kwa internet ya cloud na cloud computing, online storage hizo. Zinatumia neural language processing vile vile, mfano ChatGPT, Siri na Alexa. Hizi ni aina za nini, za neural language processing ambazo zinatumika sana katika kompyuta za sasa. Tumeona kwamba kumbe kompyuta ina vizazi 5. Kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha 3, cha 4 mpaka cha 5. Mpaka sasa hivi tupo beyond, present and beyond. Sasa hivi hakuna mtu ambaye asijua ChatGPT, na maana zile ni nini, kompyuta ya kizazi cha 5, akili bandia, zina uwezo mkubwa wa kutambua sauti, zina uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi. Na tunaona kwamba kuna hatari kubwa katika swala la ajira la watu, hasa viwandani, automation, kwamba mifumo mingi sasa hivi inajiendesha wenyewe, tofauti na zamani kwamba mfumo mmoja unahitaji kusapoti na watu wengi. Sasa hivi kompyuta au roboti mmoja unaweza kumweka hapo kiwandani akawa na uwezo wa kubeba mizigo bila kuchoka. Tunaona kwamba tuna hatari kubwa. Tusiangalie katika swala la ajira kwa kuangalia hii picha, tunazungumzia katika mifumo za mashine viwandani, hasa maroboti. Na sipo nchi za watu ambao sasa hivi washaanza kutumia maroboti kama wahudumu. Sasa unaona hiyo ni hatari kubwa sana. Tunatakiwa tujifunze ili tukabiliane nayo. Kuna skills mpya za kujifunza sasa hivi ili uendane nayo na kasi ya teknolojia.
Sasa mimi kwa leo naomba niishie hapa. Kama unataka kuimarisha ujuzi wako wa ICT, basi jisajili sasa kwenye channel yetu. Bofya kitufe cha subscribe, gonga alama ya kengele na jiunge na sisi kila wiki kwa mafunzo mapya. Karibu sana kwenye jamii ya Smart ICT Lab. Huu ni mwanzo. Tembelea mitandao yetu ya kijamii, Instagram Smart ICT Lab, TikTok Smart ICT Lab na YouTube channel Smart ICT Hub. Asanteni sana.